Githeka muno wiroreri wa Ngatho TV ngihoka kuria guothe uratwirorera wi thayo oro hamwe nani ndi thayo thenya umuthi ni ndikite muno ko ndina muru wa baba urite muno no riu ni aragicokereirie kwamba ndimunyite ogeni na muthenya umuthi muguturekera muno tuko tugicenjia ruthiomi oro hanini na nyambe ndimunyite ogeni amugeithie tucoke tuthie na mbere kuma hau. Shalom. Shalom. Karibu. Asante sana. Niko na amani siku ya leo. Kwa maana nimezidi kupatiwa na Mungu wetu hiyo amani. Na sauti yangu inaendana ikiteremka ikipanda sasa. Leo utajaribu kuongea. Mtaniwia radhi, kuna wakati mtu anashikwa na ile kitu ya kuwa ya vita kidogo hivi unasikia kama utaamsha. Lakini kuna wakati iko chini. Kwa hivyo nina furaha kwa sababu kwanza nishukuru Mungu wetu kwa sababu ya kutupatia nafasi hii. Nimepotea kweli kwa muda lakini niko katika shughuli. Nimekuwa katika shughuli hii bado ya kurejesha neno. Kwa hivyo hata kama nimepotea, sijapotea kwa pote tu kwa mitambo peke yake. Kwa mitambo. Lakini kuna watu tumekuwa tukipatana na wao, tumekuwa tukiongea tukizungumza. Pia kuna watu wamekuwa na maswali, pia wamekuwa wakifuatilia ile video ambayo ilikuwa imetoa kwanza na tukasema tutakuja kutoa part 2. Lakini kwa sababu sasa kuna maswali kadhaa wa kadha ambazo zinanifanya pia niongee kwa Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili, ndio hawa watu waweze kufikiwa na hii message, ndio na waweze kushare na mtu mwingine. Kwa hivyo ndio maana nikasema wacha tubadilishe kidogo, tuongee kwa Kiswahili niweze kufikia huyo mtu na yeye aweze kutambisha kwa huyo mtu mwingine. Okay. Kwa hivyo siku ya leo sijui kama wewe uko na swali. Lakini kwa sasa hizi na swali tukiendelea maybe tutapata swali. Okay. Sasa leo umetutayarishia nini? Siku ya leo nilikuwa nimeulizwa swali hii na ningependa mtazamaji wetu ama msikilizaji ashikane pamoja na sisi nikitakupeleka mada ya Yeshua si Masihi. Okay. Nasema Yesu si Kristo. Okay. Kwa nini? Nimesema mwana kondoo wa Mungu siye yule anaitangwa Kristo. Unataka kumaanisha aje? Nataka kumaanisha kwa sababu kwa mara nyingi katika dini tumekuwa tukifunzwa kuwa eti Yesu tunamuitanga Yesu Kristo. Lakini niko katika mada ya kusema huyu ambao watu humuita Masihi, yani Kristo. Kwa hivyo nikitaja Masihi mnajua hiyo ni jina yake ya Kiebrania. Pia Yeshua hiyo ni jina yake ya Kiebrania, ndio wa Masihi huwa wanamuita Yeshua. Kwa hivyo ndio hiyo tunaita Jesus Christ ama Yeshua Masihi. Nikisema si yeye Masihi. Okay. Hiyo mada ndio ninataka kuipeleka na ndio sasa nataka kupeana msingi wake ndio mgani. Kwa sababu nataka kutofautanisha yule ambao watu wamekuwa kiita Kristo na nataka kutofautanisha tofauti yake na huyo ambaye aliitwa wakati alizaliwa huko akaitwa Yeshua. Nataka kupeana tofauti yake hiyo ndio tujue kama tutamuita Masihi ama tutatoka na hiyo msingi ya kujua yeye alikuwa nini na Masihi nani. Haya, na mara nyingi tukienda kutoa hii mada tunajua watu wengi hukimbilia katika maandiko ambayo yanaongelewa na mtu kama Simoni Petro pale akiulizwa na Yesu. Sasa akiulizwa ninyi mnaniita nani, pale Petro na anajibu anasema wewe ni Masihi mwana wa Mungu aliye juu. Sasa hiyo mada nataka niipeleke vizuri na tuweze kutofautanisha haya mambo na tuiweke vizuri. Number 1, kitu ya kwanza, Masihi ni nani?
Masihi ni mtu ambaye ametiliwa mafuta, ni mtu ambaye amemwagiliwa mafuta ili kutawala. Huyo ndio anaitwa Kristo. For instance, Sauli alikuanga ni Kristo wa Mungu. Ndio maana Daudi pale wakati Sauli anafariki, Daudi anasema wamemuua Kristo wa Mungu. Unaona? Kwa hivyo Kristo ni mtu ambaye amemwagiliwa mafuta ili kutawala. Kwa hivyo na Kristo alikuwa anatoka katika lineage moja ambao ni ya mwana wa Daudi. Kwa hivyo Daudi in his lineage ndio kulikuwa kunatokea wale watu ambao walikuwa wanafaa kutawala katika ulimwengu, like earthly kings, ya hao wanaitwa Makristo. Haya, sasa huyo Kristo ambaye alikuwa akitarajiwa kutoka kitambo, na tutasoma katika kitabu cha Yohana 4:25, tukijua kuhusu hiyo system ya Kristo alikuwa ametarajiwa, na tunasoma maneno kwanza ya Yesu ndio tujue akisema yeye si Masihi, Yeshua akisema yeye si Masihi anamaanisha, ninataka kumaanisha nini? Kitu ya kwanza tutasema, kwanza tuone kama watu walikuwa na hiyo tarajia ya kugojea mtu ambaye anaitwa Kristo. Kwanza tuanzie na New Testament, na ndio sasa tuende kwa Old Testament tukijua kama hiyo bado hiyo nafasi iko. Tutasoma Yohana 4:25 na tuko na msomaji leo. 4:25. Ndio. Natumia Biblia ya simu, so ina take time kidogo tu. 4:25 inasema 25. Ndio. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Kuna mwanamke ni Msamaria ambaye Yeshua alimpata pale katika kisimani na akamwambia pale amwazime maji. Nani alipata mwingine kwa kisima? Ni yule mwanamke alimpata. Alipata nani? Alimpata Yeshua. Najua umesema vice versa. Oh, samahani. Sasa ni yule mwanamke akampata pale kisimani. Sasa na akamuuliza kuhusu hili jambo, na pia hapa chini sasa anaelezea. Na nilikuwa nataka nimepeleka hapa mwisho ndio sasa tusikie kama kulikuwa na hiyo tarajia. Kwa hivyo nimepeana hiyo context ndio mtu akumbuke ni story gani inaongelewa hapo. Sasa tutaendelea, msomaji, samahani. Nasema hivi. Ndio. Kwa mabano, Ndio. aitwaye Kristo. Utarudia tu tafadhali. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Ndio. Kwa mabano, in bracket, aitwaye Kristo. Ndio. Naye atakapokuja, yeye atawafunulia mambo yote. Okay. Sasa Atafunulia mambo yote. Ndio. Kulikuwa na tarajio kutoka kitambo ambaye Masihi alikuwa aje, na wakati alikuwa aje na tulikuwa tukimfuata, tumfuate kwa sababu ni yeye alikuwa atufaa kuwa ametufunulia mambo yote. Na hiyo ilikuanga ikitarajiwa sana. Wacha tusikie jibu hapo ambayo imekuwa tashwishi kubwa na kubwa ya kusaidia hii neno ambayo sana hii mada ambayo nataka kusukuma. Naye Yeshua akajibu akasema nini? Yeshua akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Ndio. Haya, tutafikisha hapo kwanza. Kwa hivyo kitu ya kwanza tunaona kulikuwa na tarajio ya kukua eti Masihi atakuja. Na wakati atakuja atatolesha watu wote katika kweli. Mambo hiyo imetoka wapi? Iko katika Kumbukumbu la Torati 18 na tutasoma hapo kuanzia mstari wa 10 na
na 4 tukiteremka Kumbukumbu la Torati 18:14. Maana mataifa haya utakao wamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama mbao. Bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Mstari wa 15, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Ndio. Msikilizeni yeye kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako. Sikiza. Anasema hivi. Kuna wakati Mungu atamtuma nabii kama Musa, ambaye atakuwa kama Musa, ni kumaanisha huyu nabii ambaye atakayetumwa atakuwa ni mtu kuzaliwa. Okay? Kwa hivyo hii ilikuwa tarajio kutoka kitambo. Hebu tuendelee kidogo tu ndio tu. Huko narudia tena mstari wake wa 16, kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko, ukisema, nisisikieni tena sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisiuone tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Sasa watu pale katika mlima Sinai walisema, hapana Musa, sisi hatutaki kuongelesha na Mungu. Fanya hivi, wewe kuwa ukienda kuwa unajisikilia hilo neno, alafu unakuja unatuletea. Sasa wakasema sisi hatutaki kukufa. Sasa na wakarespond hivyo kwa Mungu. Mungu atasema aje? Tuendelee hapo katika mstari wa 17. 17, Bwana akaniambia, wametenda vyema kusema walivyosema. Ndio. Mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Umesikia sasa hapa Mungu alikuwa na juhudi ya eti yeye atakuwa akikuja kupatia watu neno. Yaani atakuwa akiongea na watu wake one on one. Lakini watu wa Sinai wamesema, hapana, sisi afadhali wewe unaenda unatuletea. Sasa akasema kwa juhudi ya eti atakuja kuwaletea neno. Alikuwa akuja awaletee neno ili akuje kuwaokoa. Na wakati tunasema tuko katika utawala ambao tutatawaliwa na Mungu, Mungu alikuwa akuje atawale yeye. Lakini kwa sababu ya vile wana wa Israeli walisema pale, Mungu akasema, hapana, itafika wakati, na huo wakati nitamwachilia nabii ambaye anafanana na Musa. Kumaanisha ni mtu wa kuzaliwa, kwa sababu Musa amezaliwa na mama hapo na baba yake hapo, na ni wa kuzaliwa. Hiyo ndio nataka kupeana, ni wa kuzaliwa kama Musa. Haya, na yeye alikuwa awaambie maneno yote. Na kulikuwa na warning hapo. Hiyo warning tumesoma 18. Ndio. Mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayo waamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu, atakayoyasema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu, ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Sasa
huyu nabii ni mtu ambaye anakuja akuwa amewekwa neno ndani yake, hiyo ya Mungu. Na hiyo neno ya Mwenyezi, huyo Muumba wetu, hiyo neno ndio atakuwa akiiongea. Na hapo ndio kutawekwa mtawanyiko wa nabii ule ambao ni wa uongo na nabii wa kweli. Kwa hivyo kutakuwa na huo mmoja ambaye atakuwa akisikiwa dunia mzima, atakuwa akisikika. Hii ndio maneno ambayo inaongelewa pale na Msamaria pale akisema sisi tumeishi tukikuwa na expectation ya eti Masihi atakuja. Na atakuja amewekwa neno na Mungu. Sasa swali ni hii. Na hapa Yeshua amesema ama Yesu amesema mimi ndiye huyo. Sasa tunataka kujua cha msingi kile ambacho kimefanya Yesu aseme hiyo maneno. Kwa hivyo tunataka kujua kama Yesu ni yeye huyo ambaye tulikuwa tumeambiwa ni yeye atakuja, ama anasema hivi akitaka kumaanisha nini? Kwa nini nataka kusema hivyo? Tunaenda katika kitabu cha Mathayo. Pia hiyo swali lingine ambayo huwa tunapambana nayo sana sana wakati tunapeleka mada hii ni ya Mathayo, ni ambapo Petro anauliza kuhusu Mathayo 16, tutaanzia mstari wa 14 tukiteremka. Kidogo tu. Mathayo Mathayo 16 14 16:14. Ndio. Wakasema wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mmoja wapo wa nabii. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simioni Petro akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, akamwambia, heri wewe Simioni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala miongoni ya kuzimu haitalishinda. Niendelee. 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Sasa sikiza. Pale Simoni ameulizwa na mwana wa Mungu. Pale wakiuliza, tukianzia pale mstari wa 13, huwa wanauliza nyinyi mnatuambia. Hebu soma hapo mstari wa 13 ikiisha. Nasema hivi. 13 ikiisha, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Umesikia swali ambayo mwana wa Mungu aliye hai anauliza, nyinyi huwa mnasema mwana wa Adamu ndio nani? Unaona? Kwa sababu wakati Yeshua alikuja huku chini, kwa mdomo wake yeye amejishuhudia yeye kuwa yeye ndio mwana wa Adamu. Sasa hapa anauliza, nyinyi huwa mnasema kwa mdomo wake, umesikia hapo? Ni kwa mdomo yake amejishuhudia kama mwana wa Mungu ama mwana wa Adamu. Sana sana ametumia jina mwana wa Adamu. Na hapo anauliza, nyinyi huwa mnasema mwana wa Adamu ndio nani? Na Simoni Petro pale katika akaambiwa hawa watu wanamwambianga yeye ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema ni Elia,
na nyingine anasema ni nabii, lakini akauliza wanafunzi wake, nyinyi na nyinyi msema nini? Simoni Petro akarudisha akasema, wewe ni Masihi wa Mungu. Ndivyo inasema hapo. Ndio. Na sasa naye akamjibu, jibu kama hilo halitokani na mtu, bali linatokana na Mungu. Kisha hii ni msimamo ya Simoni Petro. Wacha tusikie vile sasa huyu Yesu atawaambia mwishowe katika contest hiyo ya kusema yeye ndio Masihi. Wanamusoma, tuendelee tumalizie hiyo verse. Mstari wa 10 na ngapi? 10 20. Ni 20. 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. 20. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Haya. Kisha kutoka hapo utasikia ya kwamba amekataza wanafunzi wake, na ile wakati kila mara ambapo mwanafunzi ambaye ni wa Yesu ama wa Yeshua akienda kuongea pale katika mataifa, alisema nendeni mkafunza watu kile ambacho mimi nimewaamuru nyinyi. Hivyo si ndivyo inasema katika Mathayo 28:19. Inasema hivi, wanafunzi walitumwa waende wakaashirie kile ambacho wameamuriwa wakiseme. Na swali ni kubwa, ni hii kubwa. Wanafunzi walienda kutambiza kuwa eti waliashiriwa wasiseme yeye ndiyo Masihi. Hiyo ni swali unafaa kujiuliza. Kwa sababu kuna tatizo kubwa ambalo lilitokea katikati ya maneno haya mbili, na hiyo tatizo wacha tuitoe katika mfumo wake. Kwanza tuulize kama ile strategy ambayo tumepatiwa ya huyu ambaye anaitwa Masihi ama mwana wa Daudi. Kwanza tumwangalie katika prophecy, tuone kama Daudi alikuwa ameambiwa hii habari. 132 ni kitabu cha Zaburi. Tuone kama Daudi mwenyewe alikuwa ameambiwa na ameongeleshwa kuhusu unabii huo, ili tuweze kukuwa na msimamo mzuri. Uanzie hapo katika mstari wa 10 132. Mstari wa 10 ni Zaburi. Haya, sasa hapa tunataka kujua kama katika huyu Daudi ni kweli kulikuwa na promise ya aina hiyo ya eti katika uzao wake, ama kutakuwa na huyo ambaye tunamuita mwana wa Daudi. Tunaona mara nyingi Yesu alikuwa anaitwa na watu mwana wa Daudi, ati mwana wa Daudi tuokoe, na mara kwa mara akiitwa alikuwa akikataa kuwasikiza. Kama mwanamke ambaye alikuanga katika Mathayo 15, ambaye alikuwa na msichana wake alikuwa akihisi vizuri, na ile mara alikuwa anamuita mwana wa Daudi kwa sababu na yeye alikuanga mmizi. Alikuwa wanini gani hiyo Kiswahili inanishangaza, nitasema ni jina gani? Alikuwa Mkanani, alikuwa Canaanite woman. Kwa hivyo huyu Mkanani alikuwa akijaribu kumuita mwana wa Daudi, na wacha nikwambie ile wakati mwana wa Mungu akuwa hapa akomba na kondoo, wakati alikuwa hapa na sisi, ile wakati alikuwa anaitwa mwana wa Daudi hakuwa anajigeuza kujiangalia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ametumwa kwa mwana wa Israeli ambaye alikuwa
yaani uzao wa Israeli ambao ulikuwa umepotea kulingana na Mathayo 15 ni 25. Lakini before tufike hapo, kwanza wacha tusome kuhusu Daudi kama alikuwa amepatiwa promise. Soma 132 10. mstari wa 10. Ndio. Kwa ajili ya Daudi Ndio. mtumishi wako. Usirudishe nyuma uso wa masihi wako. Ndio. Bwana amemwapia Daudi neno la kweli. Ndio. Hata rudi nyuma akalihalifu. Ndio. Baadhi ya wazao wa mwili wako. Sikiza hapo, kuna rudia. Baadhi ya wazao wa mwili wako. Ni baadhi ya wazao wa mwili wa Daudi. Itafanyika nini? Nitawaweka katika kiti cha enzi chako cha enzi. Endelee. 12. Wanao wakiyashika maagano yangu. Ndio. Na ushuhuda nitakazo wafundisha. Ndio. Watoto wao nao. Ndio. Wataketi katika kiti chako cha enzi milele. Haya, unasikia kuna promise ya eti wanao ambao wametoka katika uzao wa Daudi na ni wakuzaliwa, hao watakalia kiti cha kutawala. Okay, tutaendelea tu chini hapo. Watatawala wapi? 13. Nasema hivi. Ndio. Kwa kuwa Bwana ameichagua Sayuni. Ndio. Ameitamani akae ndani yake. Ndio. Hapo ndipo mahali pangu na paraha. Ndio. Milele. Ndio. Hapo nitakaa kwa maana nimepata amani. Hakika nitavibariki vyakula vyake wahitaji wake. Ndio. Nitawashibisha chakula na makuhani wake nitawavika wokovu na watauawa wake watashangilia. Ndio. Hapo nitamchipushia Daudi pembe. Ndio. Na taa nimemtengenezea masihi wangu. Ndio. Adui zake nitawavika aibu. Mbali juu yake taji yake itasitawi. Kwa hivyo tumeona ni promise ambayo iliwekwa na Muumba wetu, akaekewa Daudi kuwa eti katika uzao wake wa mwili eti ataweka ufalme ambao hautatingizika, na ndio huo ambao utawekwa ni Zayuni. Na Zayuni si juu kwa Mungu, hapana. Zayuni ni pahali ambapo Mungu ametenga, mahali neno lake litakuwa likikaa. For instance, kama vile tulikuwa tunaomba ati ufalme wako uje, mahali kutakuwa na amani eti neno lake litakuwa likikaa. Hiyo mahali ambapo neno lake litakuwa likikaa ndilo kao liko huku duniani, ambapo kila mtu atakuwa ametii sheria na kila mtu atakuwa under the reign of huyo masihi wake wa Mungu, na yeye ndio atakuwa mfalme wa mahali huko, kwa sababu ni ameambiwa yeye pamoja na uzao wake. Sasa unasikia huko ndiko, hiyo ndio promise ambayo Daudi aliyekewa na Mwenyezi Mungu. Na kuna verse nyingine tunaweza soma, lakini nataka tuendelee katika kumpeleka mada hii, ndio tujiulize kama ni yeye, kama ni yeye. Haya, kuna tusome katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa hiyo ambayo nilikuwa nikisema, wakati Mwokozi alikuwa anaitwa mwana wa Daudi, hakuwa akisikiza, na
na mtu mwingine anaweza nikonfirmia, mtu mwingine pia ambaye alikuwa anajaribu kumuita mwana wa Daudi, alikuwa anashinda wakimuita. Kuna kipofu pia mwana wa Daudi, lakini hakuwa akisikiza. Unaona, hakuwa akisikia, yani mara ya kwanza. Ni kwa nini? Kwa sababu yeye hakuwa akiitwa mwana wa Daudi, na hiyo ilikuwa funzo ambao pia wanafunzi walikuwa wameambiwa msiende kusema kitu hicho mbele ya watu. Na hiyo ilikuwa agizo yake na wale ambao walikuwa wanapeleka habari ya huyu mwana wa Mungu walikuwa wakifaa wakifikishe habari ya eti wasiendelee kusema yeye ndio mwana wa Mungu. wasiende kusema yeye ni Masihi. Lakini hiyo kitu akaikatiza pale. Haya, hebu tusome hapo katika 15:22 kidogo. Somaji 15:22 Mathayo 15:22. Ndio. Na tazama, Ndio. mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea. Ndio. Akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea. Ndio. Wakamuomba wakisema, mwache aende zake, Ndio. kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kuna kondoo ambao waliopotea wa nyumba ya Israeli ni wale ambao walikuwa wameshika sheria. Na sheria walikuwa wakijua kuna prophecy specifically ya mwana wa Daudi. Kwa hivyo ile wakati huyu ni nani amekuja na amezaliwa kwa njia gani na kwa aje. Haya, tunataka kujua msingi kama hizo strategy ambazo zilikuwa zikifanyika za mwana wa Daudi, kama hizo Yeshua ama Yesu alikanyagia ndio tujue huyu ndio nani. For instance, tunataka kuangalia kama Yeshua ni mtu kutoka uzao wa mwana Daudi. Tuangalie kama ni ukweli, kama vile Mathayo ikisema kutoka Mathayo ya kwanza, bila wanasema ati hii ni historia ya Yesu ambaye amezaliwa na Joseph, ambaye ni tuone kama hiyo ni ukweli. For instance, hii ni mwandishi, hawa waandishi ambao waliandika kitabu hiki cha Mathayo hapa mwanzo, hapa Mathayo ikianza. Tusome hapo kidogo tu Mathayo 1. Uone sasa vile hii inasema hapa Mathayo 1. Soma hapo. Hiyo moja tu. Mathayo 1:1. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Umesikia kitabu kimesema hii ndio kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Daudi, from the descendants of Abraham. Ukisoma hizo majina zimefuatana hapo, from Abraham to King David, hivyo bla bla bla, mwisho inakuja kwa nani? Soma mstari wa 16 ikiisha. Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Yakobo ndiye alizaa Yusufu. Hiyo lineage imekuja hivyo vyote from Abraham mpaka kwa Jacob. Alafu tena ikaenda Joseph. Naye Joseph akaambiwa yeye alimari Mariamu ambaye sasa ndio mama. Swali ni kama Yesu ndio ukoo huu, ametoka katika ukoo wa Daudi, tunafaa kujua kulingana na Masihi, tumeona ni mtu wa kuzaliwa kutoka from the lineage of David. Tunajiuliza kama Yusufu ndiye baba ya Yesu. Hiyo ndio tunataka kujiuliza. Na tukitaka kufanya hivyo tutarudi katika kitabu cha Luka
Luka ndio tujue kama ni ukweli yeye ndiye baba tujue kwanza Mariamu alikuanga wa ukoo gani before tuende hapo next ndio tujiulize kama ni ukweli Yesu alitoka from the lineage of Daudi. Haya, tusome Luka 1:5 ndio tujue Mariamu naye pia alikuwa ukoo gani. Zamani za Herodi mfalme wa Uyahudi, Ndio. palikuwa na kuhani mmoja, Ndio. jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni. Ndio. Jina lake Elisabeti. Ndio. Elizabethi alikuwa from the lineage of Aaron. Naye Elizabethi, sijui kama unakumbuka, soma mstari wa 36. Nasema tena tazama. Ni nani huwa anaongeleshwa kwanza tutajua ni nani anaongeleshwa hapa. Anzia mstari wa 34. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Ndio. Maana sijui mume. Malaika ni Mariamu anaambiwa hajui mume. Aha. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitafunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Twende hiyo 36 ndio nilikuwa na mstari. Tena tazama, jamaa yake Elisabeti naye amechukua miba ya mtoto mwanamume. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti. Mariamu anaambiwa jamaa yako, yani alikuwa relative. Mariamu alikuwa relative wa Elizabeth. Kwa hivyo Mariamu alikuwa ametoka katika ukoo wa Haruni. Elizabeth pia, kwa sababu pia Elizabeth pale katika mstari wa 5 tumeona alikuwa kutoka kwa uzao wa Haruni. Kwa hivyo Mariamu ametoka uzao wa Haruni. Haya, tena tujue kama tuone kama labda Yusufu waliguzana na Mariamu, ndio sisi hatujui. Tusome pale katika Mathayo 1, tutaanzia hapo mstari wa 18. Kwanza tu 18 tukiteremka. 1:18 Mathayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Ndio. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Kwa hivyo ni engagement. Ni kama kusema kuposwa ni ile kama sahi katika sheria nikikwambia wewe kama uko mwanamke na nikwambie nataka kuoa huyo mtu, from that point mmekuwa katika agreement yako wewe na Mungu. Wewe na yeye na Mungu. Kwa hivyo from that point kulingana na kiungu wewe you are completely engaged. In fact, hiyo ndio the start of marriage. Hiyo ndio marriage. Haya, kwa hivyo hiyo tu ndio engagement mbona imefanyika. Ni nini ingine ilifanyika tujue? Kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ako na mimba kabla hawajajuana. Ni kweli? Ndio. Kuna mimba imefanyika hapa
na kuna watu hawajajuana. Kujuana tunasoma Biblia kwa sababu tutatumia tu hiyo jina. Twende next. Labda Joseph walijuana. Tuendelee. Watu lazima ikue. Kwa nini tumuite mwana wa Daudi? Tuendelee. Naye Yusufu mumewe, ndio, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, ndio, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sasa hapa kuna ka story sasa tumesikia. Eti kuna kitu imefanyika. Tumeambiwa mimba hii ni ya Roho Mtakatifu. Usijaribu kumwacha kwa sababu pale Joseph ameshikwa mateka na ameshindwa kupotea kwa sababu alikuwa akitaka kumwachilia kwa uzuri bila kumwaibisha mbele ya watu kwa sababu kuna mimba. Lakini sasa ameambiwa hapana, huyo ni Roho Mtakatifu. Ama Joseph alimguza tena. Tuendelee hapo chini. Tusikie. Inaweza kuwa alimguza. Naye atazaa mwana, naye atamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe. Akamuita jina lake Yesu. Tumeona Yusufu ni mtu wa ku make promise na make. Kwa sababu hakumguza Mariamu. Sasa na huyu kwa nini mwandishi wa Mathayo atuambie hapa mbele eti ametoka katika uzao wa Daudi na hatujaona mbegu ya Yusufu ikiingia katika ama tuseme tutumie Daudi. Hatujaona mbegu ya lineage ya Daudi ikiingia katika mbegu ya lineage ya Aaron. Sasa je, alimkubali? Sasa mtu ukikubali mtu unaingianga kwa hiyo nini yao hata kama mjaguzana. Good. Umesema vizuri sana. Kwa sababu ulimkubali hiyo mtoto, kwa hivyo si mtoto wa kuzaliwa kutoka kwa uzao wa Daudi, kumaanisha ni mtoto adopted son. Lakini sasa akikuja si atakuwa sasa mwana wa Daudi. Ni adopted son. Na neno la Mungu na ni katika sheria yake ya Deuteronomy inasema ni mtoto wa kuzaliwa kama Musa. Umeona? Katika Daudi inasema ni mtoto wa kutoka katika uzao wako. Unaona? Kwa hivyo kuna contradiction na Mungu hawezi contradict. Unaona? Kwa hivyo katika uhalisia wa Yesu, labda tuseme alikuwa ametoka katika uzao wa Haruni, adopted by son of David. Lakini haezi kuwa yule ambaye alikuwa ameambiwa atatoka katika uzao wa Daudi. Na hiyo ndio tunaona kuko na contradiction kubwa ya mtu ambaye ametoka katika uzao. Uzao ni mtoto, si kama si wanaume tunaambiwa tunaendanga na wao kwa magoti. Umembeba hapo hawa watoto wako. Ndio ile utaconceive from you, watatoka hapo wakue from the lineage of yours. But tunaona hapa hawajaguzana, na hiyo ndio inafanya nipelekee mada ya siku ya leo nikisema hapana, Yesu hakuwa Kristo huyu ambaye anaitwa Masihi, kwa sababu Masihi alikuwa anafaa kuwa ametoka katika uzao
wa Daudi kimwili, sio kiroho. Okay? Kimwili kulingana na sheria ya Mungu. Na hiyo ndio imekuwa ficho kubwa katika taifa lote, katika udini wote, kwa sababu hiyo ndio imeweka separate udini. For instance, katika kidini kuna Wakristo ambao wametoka katika Messianic Jewish, na kuna wengine ambao ni Judaism ambao huwa wanasema Yesu sio Kristo, ama Yeshua si Masihi. Unaona? Kwa sababu Masihi alikuwa atoke kwa uzao wa, kuna kitu kingine bado, hiyo ni number 1. Tumeona hakuwa atoke kwa uzao wa Daudi. Hiyo ingine ni gani? Isaia 11. Number 1 tume decide moja. Ya kwanza ni eti hajatoka katika lineage ya Daudi kisheria. Ya pili, ufalme wake ulikuwa ukue wa aina gani? For instance, katika pale katika Psalms tumeona reign yake itakuwa kabisa, inafaa kukua lini? Sasa hizo maneno ndio tunataka kujibu. Haya, tutasoma hapo 11 ndio tujue mpaka 5. Alafu tutasoma nyingine hapa tumalizie hii hesabu. Soma. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Ndio. Na tawi itakalo toka katika mizizi yake litazaa matunda. Umesikia hapa wanaongelea kuhusu ni katika Yese ambako kutatoka. Haya, tuendelee. Na Roho wa Bwana atakaa juu yake. Huyu Masihi ni Roho wa Bwana atakaa juu yake. Tuendelee. Roho ya hekima na ufahamu. Roho ya ushauri na uweza. Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata nasema hivi, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. Bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi. Kwanza tufikishe hapo. Huyu mtu ambaye anatoka katika uzao, anasema ni katika kinywa chake atakuwa akiangamiza, atakuwa akitetea katika, na atakuwa a violent person. Lakini tunaona mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu, wakati alikuwa hapa, yeye hakufanya maneno yale. In fact, kwa upole, hiyo ndio ilikuwa, akateswa mpaka akafa. Haya, ufalme utakuwa aje? Tusome Danieli 2:44. Tusome hapo kwanza, alafu tumalizie moja ya mwisho. Ufalme huu wa Masihi ulikuwa unafaa kukaa aje? Danieli 2:44. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni Ndio atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Ndio. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Ufalme wa mwana wa Daudi ambao unasimama, ulikuwa unafaa kusimama na hautaisha. Saa hii
tunaweza sema ufalme huyo wa mwana wa Mungu ndio wa mwana kondoo ndio umereign mpaka wakati huu. Kuna utofauti kwa sababu kuna falme ya Babiloni ambayo imekuwa ikitawala kwa muda mrefu. Lakini ufalme huu ulikuwa usimamishwe na udumu milele. Yaani Messianic Jews wanasema Masihi si wa kufa, hakuwa afe, lakini huyu alikuja akakufa. Unaona? Na akafufuka. Hata kama alifufuka hakuwa afe kulingana na the statement. Soma Hosea 5 ikiisha 5. Hosea 3 ikiisha 5. Na vitabu nyingi huwa zinakuwa zimeondolewa hii verse ambayo itasomwa hapa. Hata yaweza kuwa pia hiyo ya Kiswahili haina. Tusikie. Hosea 3:5 ikiisha. Kama usome tu 5. 3:5. 3:5 ikiisha. Nawa Soma tu 5. 3:5 Hosea. Baada ya hayo wana wa Israeli watarejea na kumfuata Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao, nao watamwendea Bwana na wema wake kwa kicho siku za mwisho. Umesikia? Ni siku gani? Mwisho. Sasa ile ufalme ambao itasimama ya mwana wa Daudi haikuwa isimame katikati eti kama saa hii wakati mwana kondoo wa Mungu alipanga hapa, alikuwa almost 2000 years ago. Na hiyo haikuwa mwisho. Hapana, tumekaa 2000 years. Lakini katika ufalme ambao ni wa mwisho ndio hapo Masihi ama huyo ambaye ametoka katika uzao wa Daudi alikuwa simame wakati huo wa mwisho kutoka tabiria yake ya kwanza. Tumekuja hapa tukoona vitu mbili. Tukoona Yesu hakuwa kuzaliwa kutoka kwa uzao Wa Daudi. Hiyo ni number 1 ya kufanya huyo asiitwe Kristo, Daudi. asiitwe mwana wa Daudi. Yaani asiitwe Masihi. Kitu ya pili, ufalme wake ulikuwa usimame ni wa milele, ni ati si wa kufa. Okay? Na ni wakati wa mwisho ambapo unasimama. Kitu ingine ya pili ambayo na tutaendelea kujua katika mada hii tutaipelekea. Na sijui kama tuko na wakati ambapo tutaipelekea kabisa mpaka tuelezee Yesu yeye ndio nani. Ndio sasa tukue na tofauti. Kwa nini ninapeleka mada ya eti Masihi alikuwa akikaa hivi na Yesu anakaa hivi. Kama saa hii tumepeana mada ya Masihi, tukaona Masihi ni mtawala wa kuzaliwa, ni a king, a worldly king. Ni mtu ambaye anawekwa neno na Mungu, ambaye atakuwa akisema na watu wakuwa kifuata. Yeshua na yeye ndio nini? Unaona? Na hiyo ndio mada ambayo sasa nataka kuzidisha. Ndio sasa tukue na tofauti ya Kristo na Yesu. Tukue na tofauti ya Yeshua na Masihi. Na sasa wacha tusome hapo ndio tujue hiyo maneno vile itakuwa. Tutaona mwanzo tabiri ya Yesu ilikuwa gani? Tutasoma Mika 5 tukijua Yesu katika mwanzo ndio gani. Mika 5:2 soma. Mika 5:2. Na sasa hapa tunajua Yesu kutoka kutabiriwa kwake anakuja kwa namna gani. Huyu ambaye aliitwa Yeshua kule wakati alizaliwa, yeye ni nani? Na hapo ndio tutajua yenyewe kama Kristo ni wa kuzaliwa. Kwa hivyo ni ukweli huyu Yesu hawezi kuwa Kristo,
Haya, tusome. Bali wewe Bethlehemu Efrata, Ndio. uliye mdogo kwa kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, Ndio. kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Sikiza. Bethlehemu Efrata anaambiwa eti kutoka kwako kutatokea mtu ambaye asili yake ni ya milele na milele. Yaani huyu mtu alikuwako from the beginning of time. Kumbuka tunajiuliza Yesu ndio nani, ama huyo ambao anaitwa Yeshua ndio nani? Na kwanza tumeondoa Masihi, tukajua Masihi ndio huyu alikuwa akifanana hivi. Sasa tunajiuliza Yesu ndio nani? Tutaenda katika John 1:1 tumeanzia na Old Testament. Hivyo tutaenda John 1:1 ambayo tunataka kujua hii asili yake. Anaambiwa alikuwako kutoka zamani. Alikuwa kivipi? Tusome. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Ndio. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Ndio. Naye neno alikuwa Mungu. Ndio. Huyo mwanzo ndio alikuwako kwa Mungu. Ndio. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndio. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tunaona katika mwanzo wa kila kitu kulikuwako neno. Kwa hivyo katika asili ya mbeleni pale dunia ikiumbwa, ati asili yake pale Mika akisema asili yake ilikuwa ya kitambo. Yeye alikuwa akiitwa neno. Number 1. Ilikuwa ni neno ambayo imetoka katika, hiyo ndio asili ya Yesu ama Yeshua. Asili yake alikuwa akiitwa neno. Na hii neno ndio ilitumika kufanya mambo gani? Hayo yote. Sikiza. Kama huyu Yesu alikuwa neno, na tunaona katika pale ambapo tumesoma kuhusu Masihi. Masihi ni mtu ambaye amewekwa neno. Mtu ambaye amewekwa neno na neno si ni vitu mbili tofauti? Neno ilifanyika nini? Tusome mstari wa hiyo 14. Tujue hii neno ilikuja ikafanyika nini? Naye neno alifanyika mwili. Sikiza. Hii ni neno ambayo ilifanyika mwili. Ikafanyika nini? Mwili. Akakaa kwetu. Ndio. Nasi tukauona utukufu wake. Ndio. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Good. Sasa unasikia hapa ni neno ambalo lilifanyika mwili. Unaona, ikafanyika mtu hivyo. Ni neno lilikuja likafanyika mwili. Kwa hivyo ile ambapo pale tulikuwa tukisoma kuhusu roho ni lile neno ambalo liliingia katika tumbo likafanyika na likakuwa mtu. Kwa hivyo huyu ni neno. Asili yake ni neno. Na asili ya chanzo cha mwana wa Daudi ni mtu ambaye amewekwa neno. Hayo ni mambo mawili tofauti. Kwa nini? Kama Daudi ni mtu awekwe neno, aanzie kuongea na neno ambayo imetoka kwa Mungu na tumeambiwa tumsikie. Lakini mwana kondoo huyo ambaye ana mwana kondoo pekee wa Mungu ni mtu ambaye asili yake yeye ndio neno hilo. Okay? Hapo ndio tunakuja understand kwa nini Msamaria anajibiwa na Yesu pale akiambiwa eti mimi ni Kristo. Mimi ndiye huyo.
Unasikia? Mimi ndiye huyo. Kwa nini? Msamaria ameishi kuwa kingoja aambiwe maneno yote ambayo itakuja na, lakini ile maneno yote ndio ina make Yeshua, yani ina make Yesu. Sasa huu mama Msamaria akiambiwa mimi ndiye hiyo, anamaanisha mimi ndiye hiyo neno. Unaelewa? Lakini katika uzaliwa wake yeye hajatoka katika lineage ya David, kwa sababu David ni mtu ambaye atakuwa amewekwa hiyo neno. Sasa yeye atakuwa amekuja na hiyo neno amewekwa ndani yake. Unaona? Atakuwa ni mtu wa kuzaliwa from the lineage of David, na atakuwa amewekwa hiyo neno ambayo ndio Yesu. Unaona? Lakini Yesu ndio hiyo neno ambayo sasa Yesu alishare pamoja na Msamaria pale katika ile kizio. Sasa akimwambia mimi ndiye huyo, anamaanisha mimi ndiye huyo neno. Unaona? Kwa sababu yeye ndiyo neno, lakini katika ubinadamu yeye si Masihi, yeye si Kristo. Bwana. Na nitasoma verse nyingine ambayo wakati tunasoma hii huwa tunapingana nayo, na ndio tumalizie. John 1:1. John 1:1. First John 2:22. Soma. Yohana wa pili. Ndio. Yohana wa kwanza. Wa kwanza 2:22. Nasema hivi. Ni nani aliye mwongo? Ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Ndio. Huyo ndiye mpinga Kristo. Ndio. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Yule ambaye anaitwa mpinga Kristo ni yule ambaye huwa anamkana Baba na Mwana. Ile wakati ambapo tunapeleka mada hii tukielezea tofauti ya Yesu ndio nani na Kristo ndio nani, mara ya kwanza ile tunapigananga nayo ni kuitwa wewe ndio mpinga Kristo. Lakini mimi ambaye namfunua Mwana, ukuwe na understanding ya huyu ndio Mwana, huyu ndio Kristo, na huyu ndio Baba. Katika Baba tunaongea kuhusu sheria yake. Hivyo ndivyo tunajua tunamjua. Na sasa Mwana ndio asili yake tumesema ni ile ya zamani, na alikuwa akiitwa Neno. Na saa hii hata saa hii kumuona saa hii tutamuona aje? Tutamuona aje saa hii? Alienda wapi? Tutasoma John 17 tuone mahali yako, na ndio tumalizie na ingine moja tafadhali. After 17 tusome hapo. Tutasoma mstari wa 5. Yohana 17:5. Anzia 4. Mimi nimekutukuza duniani. Ndio. Hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Ndio. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Sikiza. Hapa mwana wa Mungu ameangalia juu akipelekeza ombi, na ni mafundisho ambayo inaendelea hapa. Akisema nimemaliza kazi hiyo ambayo ilikuwa ya kutukuza wewe katika ulimwengu. Na sasa nataka unirudishe katika ile hali ambayo nilikuwa nayo mbeleni kabla sijaja duniani. Hiyo hali ndiyo hiyo ambayo asili yake tulikuwa tumeona in his original form ilikuwa Neno. Kwa hivyo saa hii huyo Yeshua, huyo ambaye ni neno amebakia kuwa neno ya Mungu. Na swali ni tutamuona tena?
Hiyo ni swali ambayo kwa tunaulizwa sana mara nyingi sana. Tutamuona tena Mathayo 23. Nikijibu hiyo swali hapo mstari wa 39 Mathayo. Asili yake amerudi katika asili yake ile ya mbeleni ambayo ndiyo neno. Tutamuona tena, soma. Kwa maana nawaambia, Ndio, ni Yesu anaongea maneno hii. Anasemaje? hamtaniona kamwe tangu sasa. Ati hamtamuona tena tangu leo. Hata mtakaposema, Mpaka ile wakati tutakapo sadiki, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Kwa nini? Kutoka hiyo siku watu wamekuwa wakimuona aje, ile wakati wamekubali neno litokalo kwa Mungu, kwa sababu asili yake ndiyo neno. Okay? Kwa hivyo akisema atakuja ili mahali ako na sisi tuweko, anamaanisha wakati neno lake litainuliwa, lijulikane kwa mataifa yote, na hiyo neno mahali itakuwa ikikaa, neno hilo, asili ya hiyo neno tutajua hilo neno ni gani huo wakati mwingine. Asili yake hiyo ya neno mahali itakuwa imekaa. For instance, neno ni kama neno litokalo kwa Mungu ni kama hili: usiue. Kama wewe hautaua na mimi sitaua, hapo mahali tuko, hapo ndipo neno limekaa na sisi tumekaa pamoja na hiyo neno. Kwa hivyo hakuna mwingine atakayemuona isipokuwa yule ambaye atakaye sadiki. Amebarikiwa yule mtu ambaye amekuja na neno, na neno la Mungu ni lile ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Hilo tu ndio linaweza kutufunulia mwana ndiyo nani. Kwa hivyo sijui kama nimeweza kutafsiri, na sijui nimebakisha dakika ngapi msiliani wangu, sijui. Sasa hiyo ndio mada ambayo ningependa kuipelekea siku ya leo, kwa sababu ya hao ambao wamekuwa na swali kuwa kwa nini huwa hatuiti Yesu Kristo? Kwa nini hatusemangi Yeshua Masihi? Ni kwa sababu hii. Kuna Masihi na kuna Yeshua mwana kondoo wa Mungu, na kuna Baba. Kuna vitu hizo tofauti. Tukaona Yeshua ndiye neno. Kile alifanyika tu kuwa mwili, na tukaona utukufu wa mwana kondoo wa Mungu atokaye kwa Baba, mwana pekee wa Mungu atokaye kwa Baba, na Mungu akimshuhudia anasema huyu ndio mwanangu. Kwa hivyo cha msingi ni mtu mjue Yesu hakuwa ametoka katika laini ya Daudi. Yesu asili yake ni neno. Yesu alifa na akafufuka, na ndio anaitwa Yeshua. Haya, naye Masihi asili yake ni mfalme wa kuzaliwa, ni mfalme wa dunia, ni mfalme wa kidunia. Kuna vitu mbili tofauti. For instance, example, Kenya kuna president. Ndio. Sasa president huyo ndio mtu wa kufananishwa kama Masihi wa Kenya. Lakini kabla president aweko katika kiti, kuna zile policies ambazo zimetumika ndio aingie kwa kiti, ndio inaitwa constitution, ambayo ndio inaelezea Kenya iko wapi, inafaa kuwa na president, anafaa kaje, anafaa kupatikana aje huyo president. Hiyo ndio neno ambayo imeconstitute maneno yote ya hapa. Sasa hiyo neno ambayo ni constitution ya Mungu ndio inaitwa Yesu, Yeshua. Na huyo mfalme ambaye anawekwa hiyo neno, mwenye anawekwa hiyo constitution ndiye aweze kurule, hiyo ndio anaitwa Masihi. Kwa hivyo tofauti ni eti Yeshua ni neno, Masihi ni mtu amewekwa
hiyo neno na ni mtu wa kuzaliwa. Kwa hivyo Masihi ni earthly king na ni mtu wa kuzaliwa kutoka from the lineage of David, na ni mtu ambaye hatakufa milele kulingana na manabii hao tumesema. Kwa hivyo mada yangu itafika mahali hapo, sijui nimetumia dakika ngapi na nimebakisha ngapi. Ziko sawa. Kwa hivyo hiyo wakati mwingine tutapelekea tujue hiyo neno ambayo imetoka kwa Mungu ndio ipi, ndio tuelezee watu hiyo ndio gani, ndio tumfunue mwana kwa uasili wake na ajulikane. Kwa hivyo asanteni sana kwa kutusikiza, na swali yoyote ambayo mtu ako nayo pale anaweza nitumia katika na tunaweza zungumza naye katika namba yangu ni 0799 339700 0799 339700. Asanteni sana kwa kunisikiza, na tupelekane na nyinyi katika mada ambayo itafuatia, nikielezea zaidi kuhusu huyo ambaye ni mwana wa Mungu. Asanteni. Thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũka. Njokerie mwĩroreri witũ ngatho we wakorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩria tabarĩra nginya rĩu twakorwo tũgĩkĩra gaturumo. Gũkũ nĩ kwa Ngatho TV kũrĩa tugaga menya na ũtaũkwo wega. Nginya kahinda kau kangĩ, nĩ ngatho.